Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Na tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo anazidi kuwa mwaminifu kila kuitwapo leo kwenye maisha yetu. Ametulinda, ametutunza, ameongoza hatua zetu hata sasa tu wazima. Binafsi ninamshukuru kwa namna ya upendo wake, kwa namna ya ulinzi wake ambavyo hauniachi. Ninamshukuru pia hata kwa wewe binafsi kwa namna ambavyo hajakuacha wala kupungukia. Amekulinda katika shughuli zako na hata sasa bado anakulinda. Hii ni ishara ya kwamba bado ana upendo nawe, bado ana kusudi na wewe. Tunamshukuru kutupa tena kibali kuweza kusogea kwenye malango haya ili tuweze kujifunza pamoja. Na kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza unanifuatilia, nikukaribishe kwenye kipindi chetu hichi chenye themes ambao tunatembea nayo, Power in Prayer, kutoka kwenye hii madhabahu, nguvu katika maombi. Power in Prayer, nguvu katika maombi. Huu ndio msingi au hii ndio foundations ya ibada ambayo Mungu ametupa. Tutakuwa tunatembea nayo kutoka kwenye platform kwa kadiri Roho Mtakatifu atakavyotusaidia, kwa maana ya kwamba katika kila ujumbe ambao Mungu atakuwa ananipa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo na kwa ajili ya kanisa, baada ya ujumbe huo tunategemea tutakuwa na session ya kuomba. Hatuwezi tukamaliza kufundishana alafu tusipate kusemezana na Mungu kutoka kwenye ujumbe ambao anakuwa amenikusudia kwa ajili ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo jiandae katika mazingira hayo. Kila tukimaliza kufundishana tutakuwa na dakika kadhaa za kuzungumza naye kwa habari ya somo husika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza unanifuatilia, kwa majina ninaitwa Mwalimu Josiah James. Niko Mwanza, Nyamagana, Nyegezi. Nikukaribishe sana kwenye huduma hii ya online Power in Prayer. Tutakuwa pamoja 2026 na miaka inayofuata kwa kadiri ya nguvu ya Roho Mtakatifu itendayo kazi ndani yetu. Ninaamini tutafika pale ambako Bwana ametukusudia kufika. Haleluya, haleluya. Na nadhani kwa utambulisho huo sasa tutakuwa pamoja. Nikuombe sasa tutumie dakika moja, na wewe pia mahali unaponifuatilia tumwombe Mungu aanze nasi na kumaliza nasi katika hichi kipindi. Muadhimishe kwa maneno ya kinywa chako. Mwite Roho Mtakatifu anayejua kufundisha, anayejua kuelekeza vema, anayejua kuongoza vema. Mwite, anakuja kwa kuitwa. Hawezi kuja hivi hivi kwa bahati mbaya. Anakuja tukimhitaji. Unaweza mhitaji sasa katika kipindi hichi mahali ulipo, maana bila uwepo wake ibada hii haina maana. Bila uwepo wake ibada hii haitakuwa na matokeo. Unavyomwadhimisha ndivyo unavyo acknowledge ya kwamba yeye ni peke yake anatosha. Yeye ni peke yake anaweza kutusaidia. Muadhimishe kwa maneno ya kinywa chako. Muite tu mahali hapa ulipo kwa maneno yako mazuri kabisa. Mkaribishe na atakaribia. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ule hai, tunakushukuru kwa siku hii ya leo tena. Umetupa kibali kuweza kusogea mbele zako, Bwana, na kwa ajili ya ujumbe ambao umetukusudia, ambao watoto wako wamekusudia wapate kufahamu pia. Mungu, tunasogea mbele zako. Tunajua shetani hapendezwi sisi kusikia habari hizi za silini, kusikia habari zako. Mungu, tunasogea kwako sasa. Tunaomba uwepo wako uwe nasi. Roho Mtakatifu aanze nasi, atembee nasi kwa ibada. Mungu asinyamaze katikati ya ibada. Nami mtoto wako ninashuka, nitumie kama vile upendavyo, Bwana. Katika jina la Yesu nimekupa kila kitu changu, ili Mungu wewe uniongoze. Nitumie Bwana kufikisha kile ulichonikusudia kufikisha. Na ninakusihi Mungu, ninapotumia sauti hii, Bwana, ikapate kugusa mahala pale ambako watoto wako wanatamani waelewe. Mungu, tumia sauti yangu kama chombo chako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu, ninatubu, ninaomba rehema mahali ambako shetani pamempatia mlango, pamempatia nafasi kwangu mwenyewe binafsi, hata kwa mtazamaji,
ambaye ananisikiliza, ambaye ananifuatilia, Mungu tunakuja kwako, ninaomba rehema mahali ambako adui anataka kuweka zuio zije ibada hii kwangu na kwake pia. Iko damu ya Yesu inaonena mema, iwezao kututakasa, iwezao kutufutia mashtaka. Kwa hiyo Mungu tunaitumia kila mashtaka ambayo adui ameyashtaki kwako, Mungu liye hai. Tunakuja, ni kweli kabisa mahali hapo tulikosea, Mungu, iwe ni kwa kujua ama kwa kutokujua, ni kweli kabisa. Bwana, tunakuja katikati hayo mashtaka, tunakuja mbele hayo mashtaka aliyoleta mbele zako ili apate uhalali wa kutuzuia. Baba, tunasema kwa neno lako, waraka Mambo ya Nyakati wa kwanza ile sura ya 7 na ule mstari wa 14. Mungu, tumeitwa kwa jina lako, tunakuja, tunaomba toba kwa hayo, tunaomba rehema kwa hayo, kwa nguvu ya damu ya Yesu, kwa utakaso wa damu ya Yesu, ipite ndani yetu sasa na kututakasa, na itupe kibali kuingia patakatifu pa patakatifu, na itupe kibali kuelewa na sauti yako na lugha yako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba na kukushukuru. Amen. Amen. Naam. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa ufalme. Na tutaendelea na ujumbe wetu ambao tumekuwa tukijifunza toka hapo nyuma. Tulianza nao siku ya jana na leo tutaendelea nao kwa kadiri Roho Mtakatifu atakavyotusaidia. Nitapita tu juu haraka alafu tuendelee mbele. Kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza unatufuatilia, mama yangu, baba yangu, kaka yangu, dada yangu, mdogo wangu, ndugu yangu wa karibu ambaye ni mara ya kwanza kunifuatilia kutoka kwenye madhabahu Power in Prayer. Jana tulikuwa na ujumbe huu ambao Mungu ametupa na tukaangalia kwa mapana yake, wenye kichwa kinasema namna kuzichukua na kuziishi baraka za Ibrahim. Haleluya. Namna kuzichukua na kuziishi baraka za Ibrahim au Abraham. Haleluya. Tukaangalia maandiko hayo, Mwanzo ile sura ya 12 mstari wa kwanza hata ule wa 3. Tulisoma Mwanzo ile sura ya 12 mstari ule wa kwanza hata wa 3. Tukasoma pia Mwanzo sura ya 22 mstari wa 15 hata 18. Bwana Yesu asifiwe. Nimechukua milango hii miwili, nimekwambia namna kuzichukua baraka na kuziishi baraka za Ibrahim, namna kuzichukua na kuziishi baraka za Ibrahim au Abraham. Sasa katika milango hii miwili hapa niliyokutajia, Mwanzo 12 mstari wa kwanza hata wa 3 na Mwanzo 22 mstari wa 15 hata 18. Katika hii Mwanzo 12 hapa tunaziona baraka kwa jina la Abraham. Haleluya. Na tukija katika Mwanzo 22 tutazipata baraka kwa jina la Ibrahim. Kwa hizi baraka zote tunazihitaji hizi baraka zote ni sehemu kuu ya hili somo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nikakwambia na jana pia kwa nini nimemsema Mungu wa Abraham au Mungu wa Ibrahim. Kuna baraka ambazo Mungu alimkusudia Ibrahim, ambazo kwazo inabidi zipite generation to generation, ziende kizazi hata kizazi. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Na nikakwambia jana Mungu ana majina mengi sana. Mungu ana majina mengi sana. Kama ni msomaji na mfuatiliaji wa maandiko, kuna muda ataitwa Yahweh, ataitwa Adonai, ataitwa Jehova Rafa, ataitwa Elohim, ataitwa Eligibo, ataitwa Melkizedek. Ana majina mengi sana. Okay, kati ya majina yote sasa nitaachana na hayo majina, nitakuja na hili jina la Mungu wa Abraham. Namna ya kuzichukua na kuziishi baraka za Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe, au Abraham. Okay, kwa nini nimemtaka huyu Abraham? Kwa sababu kuna hizi baraka ambazo Abraham alikusudiwa, ambazo kupitia Abraham mimi ni sehemu yake. I am partaker of that blessing. Ni sehemu ya hizo baraka na mimi kuziishi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, tukaangalia jana, japokuwa sikutajia hichi kifungu, utasoma kwa muda wako kutoka ile sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 15. Kutoka ile sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 15. Hapa ni katika habari ambayo Mungu anamwambia Musa aende kuchukua wana wa Israeli Misri. Musa akamwambia, nikienda mimi nitasemaje? Kwanza kule mimi ninamogopa Farao ataniua. Mungu akamwambia, hawa watu walinifahamu kwa jina langu. Mungu anasema sasa, walinifahamu kama Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo.
ila hawakunifahamu kwa jina langu kama Jehova Rafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakutana sasa na majina kama hayo ambayo Mungu mwenyewe anajitambulisha. Haleluya, haleluya. Okay, sasa tukaangalia na jana tukagusa kipengele hiki. Tunaposema baraka tunalenga nini? Baraka tunamaanisha nini? Why baraka? Na nikakwambia wewe pia wenda ni miongoni mwa tamka neno baraka, umwalisema neno baraka, lakini okay, mtu anakuja anakuambia hivi, mama, baba, kaka, dada, mtumishi, naomba nisaidie baraka. Hivi kwani baraka ni nini? Baraka anahitaji kufahamu sasa baraka, because amekusikia ukiwa naomba unasema baraka, Mungu nibariki, ninaita baraka zangu ziwe okay, nini maana baraka? Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, mimi nikakwambia tukapita kwenye kamusi ya Kiswahili, Roho Mtakatifu akanipeleka huko ili niweze kujifunza pia kwa habari ya baraka kwenye eneo la lugha yetu au katika lugha ya Kiswahili. Nikakwambia hivi, katika kamusi ya Kiswahili baraka imesema hivi, baraka ni mambo mema kwa ujumla. Inatumia maneno kama mafanikio, fanaka, ustawi, neema, heri. Vile vile inaeleza kwa baraka ni hali ya mtu kuwa na vitu vingi kama majumba, fedha, mifugo na kadhalika. Hiyo kutoka katika kamusi yetu ya lugha ya Kiswahili inatuambia hivi maana ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuwa na mambo mema kwa ujumla. Mambo mema inatumia maneno kama mafanikio, fanaka, ustawi, neema, heri. Vile vile inaeleza kwa baraka ni hali ya mtu kuwa na vitu vingi kama vile majumba, fedha na mifugo. Na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Narudia tena, nasema na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Sasa hiyo ni baraka katika lugha ya Kiswahili. Nikaja katika lugha ya wenzetu katika kamusi ya Kiingereza Oxford Dictionary kutafuta maana ya baraka ambayo ni blessing. Wao wakatuambia hivi, blessing is a God helps and a protection. God helps and the protection. Hiyo maana ya kwanza. Maana ya pili wakasema God's favor and the protection. Unaona, nikasema ninapenda hii maana. Yaani Mungu anapokusaidia au Mungu anaponisaidia, Mungu anipi tu majumba kutoka kwenye kamusi yetu pale ya Kiswahili tulivyosoma. Mungu anipi tu mema, Mungu anipati tu mke, Mungu anipati tu watoto, Mungu anipati tu biashara, makampuni kukua, biashara kutanuka, Mungu anipati tu huduma kukua. Yaani ananipatia hivyo vyote. Akishanipatia ananipatia na ulinzi wake. Na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Mama, baba unanisikiliza, kaka unanisikiliza, Mungu anapokubariki wewe, akikubariki watoto wako watasoma, hawataishia tu njiani, hawataishia tu darasa la 7, watasoma mpaka watamaliza wakiwa na afya tele. Magonjwa hayatakuwa sehemu yao, kwa sababu there is a protection of the Father. Kuna ulinzi wa baba unawatunza. Nao unaelewa sasa maana ya baraka. Mtu anapokuja na kusema baraka ni nini? Yaani ni msaada wa Mungu na una ulinzi ndani yake. That is a blessing. Huyo ndio Mungu akitaka kukubariki sasa. Mungu akupi tu magari, Mungu akupi tu ndoa, Mungu akupi tu mke. Akikupa hivyo hakikisha there is a protection na kuna ulinzi wake unakuja. Hiyo ndio baraka za Mungu. Hizo ndizo baraka za Mungu ninazozungumzia mahala hapa. Okay, nikagusa kwenye eneo lingine nikasema sasa namna na mimi Roho Mtakatifu alivyonipa sasa baada kuelewa maana hizi mbili kutoka kwenye lugha yetu na lugha ya wenzetu, na mimi Roho Mtakatifu sasa akanipa maana ya baraka ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Okay, mimi Roho Mtakatifu kanifundisha hivi, baraka ni roho ya Mungu inayomwezesha mtu kuishi maisha aliyokusudiwa na Mungu kwa ajili ya kumfunua Mungu kwa kufuata na kuyashika maagizo yake. Ninarudia tena, maana yangu ndefu kidogo, ila ndio ambao nimepewa na Roho Mtakatifu akiwa ananifundisha hili somo. Ameniambia hivi, baraka ni roho ya Mungu inayomwezesha mtu kuishi maisha aliyokusudiwa na Mungu kwa ajili ya kumfunua Mungu kwa kufuata na kuyashika maagizo yake. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati ile sura